kwa kushirikiana na wenzetu wa Farm Access tukasema kwamba kuna haja ya kuanzisha hii initiative ya kuanzisha hii unique identification number ambayo kwa kupitia kadi ya matibabu. Kwa hivyo tukasign MOU kati ya Wizara ya Afya na Farm Access mwaka 2020 kwa ajili ya kuenhance ile universal coverage na kufikia ile lengo la bima afya kwa wote. Kama tunavyojua kwamba hizi initiatives wakati ule kabla hatujaanzisha mfuko wa huduma za afya Zanzibar ndio tumeanza kwa kupitia kadi ya matibabu ili kuweza at least wananchi wanapokwenda kwenye vituo vya afya basi tuweze kuwatambua. Vile vile tuka sign data processing agreement mwaka 2021 na 2023 kwa ajili ya hizi taarifa ambazo tunazikusanya kupitia kadi ya matibabu ili ziweze kuchakatuliwa zile taarifa zake kwa ajili ya kutoa taarifa sahihi kwa ajili ya mipango yetu ambayo tunaipanga. Kama tunasema kwamba without evidence basi hata mipango yenyewe nayo inakuwa haiendi vizuri. Kwa hiyo eneo moja ambalo kadi ya matibabu imeweza kutusaidia kwanza kuweza kujua service use patterns, yani vipi huduma zetu, matumizi ya huduma, service utilization. Sasa utakuta ile kwenye graph hapo tunakuta kwamba hiyo kama dark blue ni wananchi ambao wamesajiliwa hapa Zanzibar. Kama tunavyojua kwamba tumefika karibuni 92% ya wananchi wameshakuwa enrolled kwenye mfumo huu wa kadi ya matibabu. Kwa hiyo kwenye mradi huu Farm Access tumekuwa tukishirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar toka mwaka 2019 katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na upatikanaji mzuri wa taarifa za afya ili kuhakikisha kwamba rasilimali zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kuhakikisha huduma bora za afya kwa wananchi zinatumika ipasavyo. Kwa hiyo ukiangalia mfumo ambao umeweza kuunganisha mifumo mbalimbali inayotoa afya kwa kutoa namba ya utambulisho, yani matibabu namba, ambayo hii namba ndio inamtambulisha mtu na kuweza kujua huyu mtu yuko wapi na amepata huduma gani. Ukiangalia tofauti kubwa ni kwamba mfumo huu unaweza ukachukua taarifa kutoka kwenye jamii mpaka kwenda kwenye level ya hospitali. Ni kitu ambacho wenzetu nchi kama Uingereza ambao wakitumia muda mrefu sana kwenye mfumo wao wa NHS, na kwa nchi za Afrika ni nchi chache sana ambako unakuta kuna namba moja inayotumika kila mahali na mtu anakwenda kupata huduma. Kwa hiyo ni mfumo ambao ni nzuri na unawezesha serikali kuweza kuwa na taarifa rasmi za huduma wanazotoa, na kila senti moja inayotolewa kwa ajili ya huduma inamfikia nani na kwa wakati gani na huyo mtu anapatikana eneo gani. Sasa kama huna hesabu hiyo ambayo itakupa kujua kwamba wewe una wananchi wangapi wanahitaji matibabu haya, na ripoti zinaonyesha kwamba matibabu haya wanakuja kwa matibabu ni wangapi, una watu wangapi, wanatibiwa wangapi, dawa nyingi ni zipi zinahitajika, maradhi gani mengi yanatokezea, na sehemu gani na maradhi haya na sehemu gani na maradhi mengine. Kwa hivyo mpango huu ulikuwa ni mpango mzuri sana wa Zanzibar, na ndio maana tulikubali kufanya kazi na Farm Access na kuhakikisha kwamba kila Mzanzibari anapata kadi ya matibabu. Leo hii umetimia muda kwamba mradi huu umekuwa umegraduate, umetimia muda wake na tunakamilisha wenyewe. Sisi kama serikali then hapa kufikia tunaendeleza na kuboresha ili kwamba kila Mzanzibari anafikia lengo la kupata huduma ya afya. Universal health coverage, kila Mzanzibari bila ubaguzi wowote, kila Mzanzibari anapata matibabu stahiki kwa muda kituo atakachokwenda. Kwa hivyo hii ni makanyezo muhimu sana ya sisi kuweza kujirekebisha na kujisahihisha na kuweka tatizo vizuri mahitaji ya dawa, mahitaji ya wafanyakazi, mahitaji ya vitu vya afya. Kwa hiyo ana move anaweza actually huyu mgonjwa inawezekana zoezi limefanyika haraka kidogo, kwa hiyo amepata tu hospitali chache ambazo alikuwa anatembelea. Huyu mgonjwa amemove hospitali zote wanazozijua sasa, plus private, plus Mnazi Mmoja ambayo labda haipo kwenye matibabu kadi. Ulikuwa unashangaa pale DPPR kwamba diabetes sasa atakuwa anaenda wapi? Diabetes alikuwa anaenda Mnazi Mmoja. Sasa mimi nitaka kujua tu kwamba baada ya Farm Access mtukabidhi matibabu kadi,
ona kwa upande wa wizara itakuwa idara ama kitengo gani ambaye atakuwa anachakata hizi taarifa kama alivyosema Dr. Mariam hapa, ili zile taarifa sasa ziweze kusaidia kwenye kubadilisha sera lakini na kufanya various interventions. Shukuru pia matumizi ya CHV kwa wakati ule, kwa sasa itakuwa CHW. Pharmacists waliungana pamoja na G3 kukafanyika kazi nzuri sana, na ilisikitisha hapo mwishoni hapakuwa na mwisho mzuri. Hivi sasa hivi ukienda vijijini watu wanazitafuta hizi kadi, lakini hawajui waende wapi. Wakienda kwa sijui wanasema I'm no longer kutoa hizo huduma, sitoi tena, sihusiki. Wakienda kwa share sijui nani. Wakienda, kuna wakati fulani nilikutana na Dr. Faiza nikamwambia inakuwaje, lakini alinipa hope nzuri, akanambia kuna mpango mzuri nafanywa na ndio naiona hivi sasa hivi. Hiyo kuna some benefit ambazo tunaweza kuzipata kama Ministry of Health Zanzibar. Kwanza tuta improve patient identification and continuity of care. Kama mteja mmoja CHV wetu amemgundua ana ID hii hapa na akamuona ana tatizo, akamrefer kumpeleka katika kituo cha afya, mteja yule akagundulikana ana nini, na ikiwa amepatiwa service, ikiwa kuna haja ya kumpeleka sehemu nyingine, mteja huyu akaonekana service gani alipata katika kile kituo. Kwa hiyo tutaweza kumfollow yule mteja na kujua namna gani ya kumtibu, ambayo itaongeza efficiency kwa madaktari wetu wakati wanapotoa huduma.